Amjambo, kama jinsi mnavyotuona hapa, sisi wamama wa Wesley Methodist Church. Hapa tuko kwa dada yetu wa kanisa. Hii ni sherehe yake ya kuolewa. Na ndio mnatuona hapa tuko kwa shughuli ya kupika. Kama wamama wa Wesley, kama kawaida yetu, wengine mkituona ndio wamama wa Wesley. Hii ndio kazi yetu jinsi tunafanya. Ukikuwa mama wa Wesley jua uko mahali salama. Amena. Jambo tena kwa wote. Mimi naitwa Emerance. Tuko hapa kweli kwa sherehe ya fie wetu kuna kia olewa Gislene. Na huyu Gislene anakuwa kama grupe yetu ya mama Susu. So tuko hapa kusupport Gislene kama member wa Susu group. Ndio maana tuko hapa. Mapishi kwa wingi. Na baadaye tutakuwa kwenye ukumbi. Asante sana Gislene, congratulations. Asalala. Congratulations Gisi. Hi, I'm Gloria. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Nashukuru mume wangu kwa kufanya siku ya leo ifanyike. Na mahali popote ulipo nakupenda sana. Mungu aendelee kukulinda. Na for my girls, asante sana kwa kujitolea kwa ajili yangu. Nawapenda. Hi, I'm the baby sister. And today is such a beautiful day to my big sister Gloria. Getting married into the Asifiwe family. So as you can see, your sister, she glows every day, and we hope you also take care of her. So congratulations so much, my sister. Welcome to the music surgery. Mpenzi wa roho yangu amenipa Mungu wa kufanana naye, wakupendana naye. Mpenzi wa moyo wangu amenipa Mungu wa kufanana naye, wakupendana naye. You're my love, you're my sweet, you're my angel, wakufanana naye, wakupendana naye. Stando sam, que lo siam, juganile, wakufanana naye, wakupendana naye. Kahodi hodi, kahodi hodi, kahodi hodi, twayishika hulo muriro. Kahodi hodi, kahodi hodi, kahodi hodi.
manyana ukabutabwija ukabutabwija ukabutabwije byatuma twayije mwawe manyana ukabutabwija 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 twayije dahulo muriro mwawe manyana umulera bwija umulera bwija umulera bwije mwawe hatashaka mulo twayija twikokiri neribyaziga tugamtahana tutagamsiga iribyaziga zenezene tumtahane tutagamsiga iribyaziga zenezene tumtahane tutagamsiga iribyaziga zenezene tumtahane tutagamsiga iribyaziga zenezene tumtahane kahodi twayishila ulo muriro twayijane ngavu twayijane mbindi twayijane koti nomlondo gwani nawo mwana twayijane ngavu twayijane mbindi twayijane koti nomlondo gwani nawo mwana twayijane itara twayijane mbene twayijane ubulangete byoshinda byo twasiga twayijane itara twayijane mbene twayijane ubulangete byoshinda byo twasiga tulukize yasomuriro mawazo mawe yasomuriro mawazo yasomuriro mawazo yasomuriro enia yasomuriro zarina shendera yasomuriro mamiyo yasomuriro epenzi yasomuriro fazili yasomuriro baraka yasomuriro da chance yasomuriro dokasi yasomuriro shangana. Basi kabla tuanze tutafungua na maombi tukishukuru Mungu. Basi tukimkabidhi kila programu yote ambayo tutafanya hapa mu mikono yake. Tutashukuru Mungu kwanza kabla tuanze. Msishangae kuona tunaanza na maombi hapa, ni kwa maombi. Na nimeamini hata na nyinyi ni watu ya maombi pia. Si ni kweli? Ndio. Basi tutaanza na maombi, tushukuru Mungu. Tukimkabidhi Bwana kila kitu yoyote ile ambayo tutakuwa tunafanya. Karibu Pastor Mane, tufungulie kwa maombi kushukuru Mungu. Acha tuamini na tuombe. Asante Mungu mwaminifu uliye kwa juu ya mbingu zote, tunasema asante kwa kutuweka tena pamoja siku hii ambayo ulijua ukaitambua. Bwana, kumbuka maongezi ambayo yanaenda kupitika mahali hapa. Mungu mtakatifu, tunaomba uweze kutuongoza, utujaze nguvu, wacha tutembee sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunashukuru sana, karibu tena. Msichoke mkisikia niko na bakaribisha. Tunapendaka wageni sana. Na unajua hata Biblia inasema kwamba nyumba ile inapokea bageni imebarikiwa. Kwa hiyo tukiona tunawapokea hivi tunaamini kuna baraka sana ambayo iko hapa kwetu katika nyumba yetu. Niposa mkisikia mimi nawaambia karibuni, mjisikie huru kwa kuwa hapa ni nyumbani. Tunapenda wageni sana. Na
kuna hatua ambayo tendeka wakati ambapo mtu anapokea mgeni. Mgeni anakujaga sengine analeta habari ya baraka. Mgeni anaweza kuja sengine kuna habari nyingine anataka kueleza watu. Kwa hiyo mgeni akiingia kwa nyumba, benye biko kwa nyumba banatuliaga kwanza, banasikiliza mgeni na wajue nini imeleta mgeni, ambao inakuwa jambo la baraka. Na mwingine anaweza pita tu anasema nakuja kuwasalimia ili nione vile mnaendelea pale kwa hiyo nyumba. Inakuwa jambo la baraka sana. Kwa hiyo tunafurahi sana kwa wageni, tuko mahali hapa sote, naona nyumba watu watoto ya nyumbani biko hapa. Na tunaona wageni wanaingia kwa nyumba. Na tulisha bakaribisha. Neve tulisha bakaribisha. Wacha tuwasikilize kwanza. Tujue malengo ya wageni kukuja hapa. Naona wanakuja wengi, wanambatana pamoja na wamama, wanatabasamu, wanafurahi. Na biko smart sana, si ni kweli? Mama wanapendeza, mama wanapendeza, ona papa vile wanapendeza. Iko baraka kwetu sana katika hii nyumba. Kwa kuwa tukiona watu wanakuja na mna hivi ba minister wanaingia hapa, tunajua hapa kuko bien. Kwa hiyo tunafurahi sana. Sasa tunasema tena mkaribie na mjisikie huru. Mkikuwa mko hapa mjisikie huru. Familia nawe naona mnaingia, ndipo unaona wengine wanasimama wanataka kusikiliza. Mbona wageni tunawapokea kwa Isa kwa hii muda tukwake na wageni kwa hii nyumba. Lakini wanaona nyumba imejaa watu namna hii. Ni jambo ya kushangaza kwetu. Lazima tuelewe mgeni amefika na tumsikilize mgeni naye. Itakuwa jambo la baraka. Si ni kweli bandugu yangu? Ama jamii mnasemaje? Sawa, asante sana wageni, karibu sana. Ndio, asante. Sijui kama tutakuwa tunasimama sababu mwenye nyumba alisimama. Ndio. Kikala kasema tulimdharau. Ndio kweli. Kumbe na sisi tusimame sasa. Ndio. Ndio, tunashukuru sana kwa ukaribisho ambao umetukaribisha. Ndio. Kama jinsi unaona wote, hii ni familia ya Nilabwe. Na Nilabwe alikuwa na mtoto wake, ule mtoto wake kama jinsi unajua watoto wanapita pita wanaenda. Basi akasema niisha achukua mtoto wa watu. Lakini ule mtoto ni kwa familia ya Nabuvira. Kwa mzee Lwaboshi. Sasa tunapenda tuuliza tujue sasa kama ndo hapa au sio hapa au tumekosa mlango, tuanze toka. Hilo ndo la kwanza hili. Ndio. Ni mzuri sana hapa ndo kwa Lwaboshi. Mumefika muko mahali pazuri. Na mzee Lwaboshi ni huyu mwenyeko naongea hapa. Na kama vile mimi nakusikia maneno yako, nasikia kwamba mtoto wako na alikuwa hapa kubanyabuvira. Alikuwa anapita pita inaonekana ni ule kijana tulikuwa natafuta, ndio hawa sasa. Ndio. Ambao wamejileta kwa nyumba wenyewe. Si ni viajabu hivi. Tunatafutaga huyu mtoto sana. Na ni mzuri kwa kuona mnajileta na kukuja kujionyesha kwa familia ya kwamba hapa ndo kwenye kijana wenyu alikujaka. Huyu kijana nimemutafuta sana kwa muda mrefu mimi kama mzazi. Na nilikuwa najiuliza katikati ya watoto yangu hapa kuna mtoto ambaye sioni kwa nyumba. Nikajana maswali mengi sana, nauliza mama mtoto yuko wapi? Hali ya mtoto yuko namna gani? Basi, lakini hatutaenda kwa urefu kwa sababu mnajua mambo ya mtoto wenu. Kwa kuwa kila mzazi anajuaga mtoto wake, si ni kweli hiyo? Na mtoto wenu nilipata raporo kwamba alikuja hapa kwa hii boma. Na hali ile yenye alikuwa kutenda hapa kwa hii boma haiko kwa hali yenye sisi wazazi tulifurahia kwanza. Na kwa desturi yetu sisi kawaida, wageni mumeingia tunawakaribisha. Na
tayari tumewaelewa, ila kuna tatizo hapa kubwa ambao shi familia tuko naona maswali mingi kuhusu mtoto wetu wa boma mali hapa, ambaye mtoto wenyu alikujaga kujichukulia, lakini kidesturi yetu atubebage mtoto namna hiyo. Kwa hiyo katikati ya hii hali, kwanza kabla tuendelee na mambo yote ile tunaweza endelea, lazima kwanza mugange vidonda ile tunajaa nayo ndani ya moyo kupitia hatua hii ambao mtoto wenu alikuja kutenda katika hii boma langu mali hapa. Si ni kweli jamii? Basi karibu tena, ninakurudisha tena Kabumbu kwako kwanza kabla tuendelee. Asante sana, nashukuru sana kwa sababu nimeona kwamba sitapigwa mawe tena, kwa sababu nasikia gisi umeongea. Ndio hoga ambayo nilikuwa nayo naona kama vile imetulia. Ndio kwa sababu mtoto wakati alifanya hiyo kitendo na sisi tulihuzunika, lakini tunasema hatuwezi ongea kwamba sisi ni wanani na kabla hatujafanya kitu fulani. Ndio sasa sisi ni wanaume, watuletee kwanza ile mtungu ya pombe ambayo tumeleta hapa na ile mbuzi, ili tuseme kwanza neno. Mkikubali ndio tutasema mambo mengine. Ndio kama mnakataa, basi manake ile majiwe ndio tunataka kupiga. Na ile mtungi tulileta, sijui wameweka wapi, na ile mbuzi ambayo iko kibase kimoja hivi. Ndio mtama anavuvira. Ndio kama gisi tumesema kwamba siwezi sema kabla sijajua kama nimekubaliwa. Na nimeleta hivi vitu hapa, hii mbuzi na hii mtungi hapa kwa ajili kwanza ya kuomba msamaha kwa mambo ambayo mtoto ameyafanya, kwa sababu haiko mdesturi ya familia ya Nilabwe. Nilabwe ni mwanaume ambaye naye anapendaka afike kwa mwenzake, wacheke, waongee, kisha ndo wajuane. Lakini kabla hatujasema mambo mengine, tunaleta hii mbuzi na hii mtungi ili kuomba msamaha kwa ile makosa ambayo yule mtoto amefanya. Kwa yule mtoto inaonekana kama aliiba. Sisi tunakuja kuomba msamaha. Kama mtatukubalia ndio tutasema mengine, tuchukulie hili vitu hapa. Asante. Ndio, asante sana. Na wanasemaga ya kwamba mwenye anaomba msamaha wala akataliwe wala akubaliwe. Kijana alitenda vitu mubaya, na ya kwanza kwa heshima na shukuru kuona wazee na wamama wanaweza kuambatana na kukuja kuomba msamaha kwa ajili ya kijana. Basi wacha niite kwanza familia kwanza, mnipatie dakika kidogo kwanza, narudi ili niwaongeleshe tena kwa dakika kidogo. Kwa hiyo familia, tafadhali mnisaidie. Naona hapa wameleta chakula na wanaleta pia kinywaji. Mnisaidie tunyangule kwanza, tuingie hapa nyuma kidogo kabla turudi.
Mina kuja mina furahi kwa sababu kuna watu walikuwa kujishtaki, na nimekaa na watoto yangu pia wamenieleza ya kwamba niwajulishe ya kwamba msamaha imekubalika, mumesamehewa. Piga tena vigelegele. Kwa hiyo tunashukuru kama familia na mumesamehewa. Kwa hiyo mujisikie huru, hapa ni nyumbani sasa. Msiongee tena kama vile bageni, muongee kama vile wenye biko mwabo, kwa kuwa tayari milango iko wazi mahali hapa kwa ajili yenu, kwa kuwa tumepokea msamaha ambayo mumetupatia. Na ni mzuri sana kwa sababu msamaha inapokuwa imetolewa, kila kitu inaendelea. Sijue kama mungekuwa na neno wengine tena ambao mungepashwa kutuambia ama yenye mungisema baadaye. Kwa kuwa msamaha tayari tulishepokea. Karibuni pia tena kwa kuwa tayari mulisha kuwa familia. Wacha tuwache tena muongee tena. Karibuni sana. Hiyo kabla tena hatujaongea tupige tena vigelegele. Sawa sawa. Kama unaona jinsi watu wote wanafurahi hivi, kwa sababu tulikuwa na boga. Sababu haiko kila mtu ndio anajua ile msamaha. Ndio. Kwa mwingine atakia kusamehe lakini aisha kupiga sana. Tunafurahi na tunawashukuru. Kabla sasa tuongee, tutaomba kama mila yetu ya Kifulero, tutaomba watuletee sahani ili tuweke hapo ile mtungi ya kuongelea. Wanaume wanaongelea kumtungi. Ndio. Abaongelea kuburi. Ndio. Sote sahani hapo. Tunatangulia kwanza, hii mtungi ni ya kuongelea hapo. Ndio. Lakini utafungula kwanza sasa kama utakubali. Kunywa moja ndio tuana kama umekubali kabla niweke ingine. Ndio. Sawa, tunashukuru. Ndio ningekufungulia lakini niliogopa tu. Hayajua. Ni kweli. Sawa, tunaweka hii envelope hapa. Fulero wanasemaka roho talumi. Sijui mkivira wanasemaka. Tunamude tenta wakati. Susemi. Kifungua njia. Humu tunaweka hapo kifungua njia. Kama watatukubalia, wakikamata ndio nitaanza ongea. Okay. Kuona kama mnatupa njia ya kuongea sasa wenyewe tunataka. Okay. Mimi nadhani kwa sababu tulisha wasamehe, situwafungulie njia pia. Si ni kweli hiyo? Vile tulisha wasamehe, njia iko wazi. Asante sana. Kosa mimi naipokea. Asante sana. Sawa, tunashukuru sana. Ndio. Kwa hiyo mtu akienda kwa bubukwe haongeaki mambo mengi sana. Sasa kubaliwa
Basi tunachunga sasa, tusikie na sisi ni zawadi gani ambayo tutatoa kwa hii moto ambayo ametukongea katika familia ya Nilavo. Ile tu, asante. Nadhani ni mzuri sana, siwe kama familia imesikia. Mungu nasikia pale. Tate huko nasikia pia. Asante. Ni mzuri. Basi mumesikia mzee amesema kwamba alikia kuomba moto kwa boma, na ni moto wenye kijana yake alijipatiaga kitambo, lakini tulisha msamehe, na moto zilikuwa nyingi kwa hii boma yangu, lakini kijana alijiamulia ile yenye aliamua yeye mwenyewe atawashwa. Na kwa ajili ya hiyo ameuliza swali lingine ambayo ametupa kwetu. Amesema alikuwa anataka kujua hii moto yake tabeba makuni ya aina gani na ngombe za aina gani yulu yake, ili watu wapate chakula kukula. Tuko na wazee hapa na familia ambayo yuko hapa tayari. Nimesomesha mtoto ya kutosha, nimelea mtoto ya kutosha, na mambo mingi yenye na mimi nimekuwa nikihudumu kwa mtoto wangu ni baraka, kwa kuwa kila mzazi upenda pia afurahia wakati ambapo anaona mtoto wake analeta watu katika boma. Si ni kweli hiyo? Ndio. Basi pamoja na hiyo, na mimi nikasema hii moto yenye nawaga kwa hii nyumba hivi na hivi, mimi naona wazee wanavaa makoti mzuri namna hii na wamama wanapendeza namna hii, ni jambo ya mzuri sana. Kama mtoto wangu pia naye tunaweza mbeba naye apendeze kama hawa. Kwa hiyo tungiomba na sisi kwa upande wetu, hata kama tungipata moto na waka na tupate hata ngombe 12 ya kwenda kuna weka juu ya hizi kuni, inaweza kutusaidia sana na kututosheleza kwa familia. Ile njoo ni mimi nazania kwetu, kwa kuwa ili niangalie kwamba hawa wengine wenye wako kuna wanaweza kupata nyama ya kukula kupitia zile ngombe ambazo naomba kwako. Asante sana. Sawa, nashukuru baba. Toto halalamikaki kwako. Ndio. Lakini tunafurahi sana kwa sababu kwa kweli ile moto tulishaiona, tulishawaka. Na mtoto wetu ndio maana alitutuma hapa. Naona tuko katika nchi ya wazungu, watu weupe, lakini anasema hapana, wale wote niliona hawanifai, mwenyewe ananifaa, nilimuona na ndio huyu. Na ndio maana tulikuja. Sasa sisi kwa mila yetu ya Kifulero tunauwaka ng'ombe 3. Lakini kwa sababu moto ambao umetupatia ni ya mzuri sana, tunaifurahia. Nilavo aliniambia tutafanya 5. Maana zile 2 tunaongeza kwa sababu ya mazuri ambayo gisi mlilea, kama gisi unasema, matuza na mengine yote tutafanya 5. Okay. Hatufuati tena vya mila. Basi tunakusikia mzee, hakuna shida. Kwa kuwa hata hizo ngombe 5 nazo ni ngombe. Ndio. Lakini wacha nijadiliane na familia, nipatie dakika 5 tu. Asante sana. Ili tena narudi kwa dakika chache. Asante. Nimekuwa niko naongea na familia hapa, wazee pamoja na mama na vijana wangu na watoto wangu wengine, na wamenieleza nikuje nikueleze ya kwamba tuko na nafasi kubwa sana hapa, mahali ambapo hizi ngombe 17 ambazo zimebaki kwa zile 20 ambazo nililomba, tuko na nafasi kubwa kwenye tunaweza kuziweka. Kama mungekuya na hizi ngombe 17 itatusaidia sana.
kwa kuwa kuna watu wako nje tayari na fimbo wanangoja vile watazisukuma waziingize kwa shamba mara moja. Waziingize mara moja. Nimeacha pale nje wanaandaa mahali zinaweza kupata na maji na kila kitu. Kwa hiyo karibu sana tena. Ndiyo, tunashukuru kwa sababu umeongea kile ambacho kiko kwa roho yenu. Ndiyo. Sisi tunaendelea kufurahi tu. Ndiyo, lakini kabla na mimi nitasema niliona nyinyi mlienda kule. Ndiyo. Acha na mimi niambie wazee wangu Nilabwe. Labda nisikie sema wenyewe hawakulituma. Hiyo ndio kwa mimi twende kwanza nje. Hapa. Mtoto afukuzaki baba yake. Hapana, ni hapa tu. Asante. Mtoto afukuzaki baba yake. Nisikie naye wataniambia namna gani tutakuja na sisi. Asante sana. Ndiyo, na sisi tumerudi. Ndiyo. Tuliona tulikuwa tunabeba wanaume wote humu ili tuwaambie basi tupatishe hayo kwa sababu tuna furaha sana. Ndiyo. Tukaona yeye tulileta kama mlikubali kukuja huku msikuje kutupatisha twende huku ili turudie na jibu ambalo litakuwa nzuri. Ndiyo. Kwa hiyo tunafurahi jinsi tulisema na kama jinsi tutaweza jinsi Nilabwe ananiambia tutapata 10. So wakati tulikuwa tunasema 5 lakini tunataka tuna double. Ile tena kuonyesha tu uzuri na urafiki mzuri ambao tutakamata katika nyumba hii. Yaani tunaweka tizeni. Okay. Tunafunga kabisa. Mimi nilikuwa nadhania kwamba umesema kwamba mumeelewana 10 kuweka kwa ile ingine 5 wameleta ili kwanza mumeeneza 15. Ili tujue vile ingine 5 itakuja ambayo tumalize mara moja tuhakikishe ngombe 20 ziko kwa boma. Ndio. Hapana. Kiswahili nasema tunaongeza 5 kwa 5. Ndio inafika ngombe 10. Ndio na ngombe 10. Kisi ngombe natuambia 17. Ndio wanajipita hapo kila mtu ngombe moja hapa hatukufika ile 17. Ndio. Tutasema basi tuachie hizo. Okay. Mtu asikie sema wenyewe hataweza. Ndio, asante. Acha na mimi tena nitoge kidogo na familia. Ndio. Kisha tena nikuje na jibu. Ndio. Asante sana. Sasa tumejadiliana pamoja na familia. Tunaona hatuta kusumbua zaidi na hatutaangalia mambo mengi ile tena ambayo tumefanya kwa mtoto. Basi ndio tukaamua tukasema basi utusaidie, mlisha kuwa familia, tuisha kuwa familia sote, hapa ni nyumbani. Kama ungetupatia zile ngombe 15 ingekuwa jambo la baraka, ili familia nayo irizike kwa hii hali. Sema kweli jamii. Yaani mnatoa 2 tu? Tunatoa 5 kwa kuwa tulikuwa na 20. Mungitupa 15. Tulikuwa na 20, tumeacha 5. Tunasema mtupatie 15. Kama mko na 15 basi itakuwa jambo ya baraka sana. Tulikuwa tunawazia vitusha kwa marafiki tufanye egalization 10. Mnatoa 10 tunaongeza 10. Yaani kila watu 10. Muombe 10 na shi tuweke 10. So unajua tulibasamee kwanza, tulipashwa baomba tambuzi 4. Lakini tulibasamee kwanza kwa sababu tunapenda urafiki na undugu. Tukamua tulete kwanza undugu ili tusiendelee kukufatafata sana. Ndiposa unaona tena tunakuja kwako tukieleza kwamba tungipata ngombe 15 itakuwa mzuri sana.
Naona hapa wazee wakiwa na mafimbo tayari wanangoja kusukuma tu. Sawa, sitasumbua tena wanaume. Ni wewe sasa mwenyewe iko nakula bugali wa ule mtoto. Ndio. Kama takubalia muhaya. Ndio. Aseme. Ndio. Makuya hapo. Ndio. Asante. Hiyo samahani kwa kukawia. Lakini Nilabwe naye alikuwa angali naita naye bakubwa yake na baba yake kule kuwaambia jinsi mambo yalienda. Lakini wakampatia jibu ambayo atasema hapa kwa hii familia. Wakamwambia hapana, kufuatana na kitu ambacho tuko nacho tumekipokea, wewe pana tu yenyewe analomba, kuna shida, kwa sababu mtu hatamlinganisha na zawadi. Kwa hiyo Nilabwe amefurahi. Ile mbuzi ile ng'ombe 15 ataitoa. Na hapa walishika wanatumana wanasema msione kama iko nasemea kuvure. Ndio. Lete tena sahani tena hapa sasa. Anze kumwanga sasa. Ndio. Ile mali kama jinsi mlisema, ile mbuzi, zile ng'ombe mtaenda kuangalia mumila zetu, lakini tulitambusha mabei tu huko, atukuuliza bei mzuri. Ndio mtakia tuambia kama tulitambusha, mnaweza kurudisha tena. Sasa hata kama mtasema watu wote wasikie, juu tuliona tuzilete huku tutachafua barabara, basi mkaleta tu. Ile mali yote hii tunaweka humu. Pokelea kwanza ile kimoya. Ndio. Okay. Shamaliza kupokea ile ndio mnatuambia. Tungana vingine. Wacha niangalie na mie. Hizi ng'ombe zangu tayari kwanza. Narudi tena kwa dakika chache. Asante. Mnichungie security mzuri. Lakini ameaisha siwazeta vile. Unajua nilipokea tu na sikujua ni ng'ombe ngapi ambazo umeniwekea humu za kubeba, ambazo nilibeba. Zilitambuka? Nilibeba tu, lakini inaonekana kwamba ng'ombe zile zenye mimi nabeba hazijaenea, na pia baba pia na mama wamenieleza mtatuacha uchi, mtaacha baba uchi na mtaacha mama uchi bila kuvikwa. Kwa hiyo ni mambo mawili, ng'ombe hazijaenea na baba amenituma tena niseme ako uchi na mama ako uchi. Kukuja mbele ya watu ni vigumu. Asante, karibu tena. Ndio, asante sana. Tuliweka kwanza ile kidogo sababu tuseme zilikuwa za mimi. Tukawazia kama labda zitatambuka kule, lakini tungali nazo zingine. Ndio. Kama jinsi tulisema, tutakuwa tunaweka tu. Ndio. Tunaenda kuangalia kule. Humu tunaongeza zingine. Na muko pia mavazi ya mama, kiato yote na zingine ng'ombe yote liko ndani. Atajua, lakini hatukuchanga. Okay. Simpige makofi kwanza kwa yeye mama. Kama jinsi umesema, baba naye kwa kweli tunajua naye alisumbuka kwa kusomesha, kwa kushauria. Ndio maana tumepata kitu kizuri. Naye humu naye tunaweka tena vingine. Biaka tutajua kulisema yeye ya baba. Na mko vile ng'ombe yote viko ndani. Pamoja na ile tunajua kwamba mali haiendaki yenyewe. Ndio. Kuonyesha kwamba ni Nilabwe kabisa alikuwa anajitayarisha. Tunaleta mambuzi.
nazo ni za mingi, hatuwezi kuzihesabia. Ndio. Za kushindikiza hii mali yote. Kama nazo ziko za mingi hizo naoza. Nikikaa kuulizana nyuma Ndio. Hii ni mabozi. Pamoja na ile kama Shiba Flero tunajua mtoto anakuwa na miombo. Ndio. Na wale wengine wote sijui, mtajua sasa kisi mtaweka. Nayo tunapita tunabawekea nazo mambuzi zao nabo siko. Kwa hiyo tunafunga na tunamalizia. Sawa. Asante sana. Wacha tena nitoke kidogo. Ndarudi tena. Tunashukuru sana. Tumepata ng'ombe zetu. Si ni kweli jamii? Simpige basi mikono basi. Mama. Ni vya mzuri. Asante sana. Unajua kwetu Shiba Mushi tunasemaga kwamba omwana nuna. Yaani mtoto anakuwa mtamu kila wakati. Ndio. Tunashukuru sana. Tunasema asante. Tunapokea mali ambayo umeleta na tunasema asante. Basi familia wanisaidie hii mali kwanza waichukue, na kwa desturi yetu pia ambayo iko tumepokea mali tayari, na watu wako hapa wako najiuliza hii mali tunapeana ni mali ya nani? Si ni kweli wa ndugu? Saa ingine nisiwaletee mwenye Mungu kia kutafuta kwa hii nyumba, kwa kuwa niko na wengi hapa na wengine waya muonaka. Basi ningeomba familia wanisaidie wamulete, watulete naye, na bwana iko pia. Mulikuya na bwana? Ndio yeye alituonyesha hapa. Basi mutusaidie na bwana naye mumulete hapa karibu, ili akuye angalie. Msikubali mtu ambaye haiko yeye ndio alikuwa anataka. Bwana naye akuje pia naye ili tumuonyeshe kama huyu mwenye tumeleta ndio alikuwa anatafuta. Anakufa tu haya na kichamba hapa. Ndio. Mpaka mwenzangu amuone. Mpaka mwenzangu amuone kwanza. Haya, watusaidie watuletee kwanza wetu kwanza huko. Hakuna ba mama wanamuleta, mumulete na nyimbo.
Wewe utajua sasa na. Sawa, asante. Fanya kazi yako. Asante. Situpige tena makofi. Basi wacha nashi watuletee ile moto yenye mzee alikuwa kuomba hapa ndani. Saa ingine tusilete mwenye haiko yeye. Na kabla nipokee imali lazima atanihakikishia kama ni yeye ndiye alikuya hapa, ili nijue nisisukume ngombe ambazo ni za mtu mwingine. Lazima kabla nisukume ngombe, msichana wangu atanihakikishia, niambie kwamba ni yeye wala haiko yeye. Kokera wajingira mwinyu Uritamba utabana Taka kuishingira Uritamba utabana Taka kuishingira Umulula ulula Yesi munyere Unatome tome Konjira egenda Umulula ulula Yesi munyere Unatome tome Konjira egenda Imani wagonga mwamba Imani wagonga mwamba Imani wagonga mwamba Tako etikia nyekiawe Imani wagonga mwamba Imani wagonga mwamba Imani wagonga mwamba Tako etikia nyekiawe Emnyere mnyere Emnyere mnyere Yijangu weko mwazi Dari munyere we barabara Dari munyere we barabara Dari munyere we barabara Lunda zizungwane kaya Emnyere kiragewe Emnyere kiragewe Yijangu weko mwazi Dari munyere we barabara Dari munyere we barabara Dari munyere we barabara Lunda zizungwane kaya Niri munyere we yano Kariro na data na nyama Niri munyere we yano Kariro na data na nyama Nimu isimba Nimu yalushagwa Nimu isimba Nimu yalushagwa Ikweru ndozizi ngwane kaya Ikweru ndozizi ngwane kaya Ngakuwekiti Ugaganula Ugakushola Ugambwire vya kuleta pana mwibarabara Uyegerere mwitu Ababusi bakumenye Ababusi bakubone Bitabe bijoro vyo kumapembe Biutembe tembe No ijo ya biti kwisha
kiragewe kiragewe yijangu we kumwazi Ndari munyerewe barabara ndari munyerewe barabara ndari munyerewe barabara lundo zizungwane kaya The king of mix. Bijoro nanga maji mapembe tutabilo zizi Ulupango tukabaegereza kweli Na izonge mozinyu za mabarabara tutazilo zizi kwa mnyero mufuri wa badini kuramba François Kulokwa Dogodi Sokrate Kimamura Mutakisike makema banyere mubarabara MC mkubwa kushagia Amerika Jimmy Katuruma mnyere wetu penzi kushagia Amerika bagwira mkizikenda hakaya gabegereza Chance Bukuru Chris Mapenzi The Bloss wa The Bloss Mama we Basi nilikuwa nataka kwanza nimuulize ni yeye wala sio yeye. Anasema ni yeye, simupige shangwe na vigele. Basi kidesturi yetu, kabla nipokee hizi ngombe ambazo wameniletea hapa, lazima msichana wangu pia na hata nihakikishia kama ni huyu ndiyo mwanaume ambaye alikutaka kumchukua hapa kwa nyumba. Na vile huwa tunafanya sisi, tunakuaga na kuku ambayo atakabidhi bwana yake akituhakikishia kama ni yeye, na kama sio yeye atizame katikati ya watu waangalie ni wa wapi. Yule batakayepatia manake ndiye mzee. Sawa, asante sana. Ningiomba kabla nibebe hii mali banilete na hiyo kuku pia. Ndaikabidhi msichana wangu hii kuku ambaye nimepokea ngombe hapa, ngombe 15 ambazo nimepewa. Nilipenda kabla niende na mali hii unihakikishie kama huyu baba ambaye yuko hapa ndiye yeye ama sio yeye. Karibu sana. Songa mbele hapa. Basi tunashukuru sana, wameniruhusu sana na mimi kupokea mali yako. Situpige tena makofi ya mbele.
Asante sana. Acha nikabidhi vijana wangu hii mali sasa tuichunge mzuri. Amen, amen, amen. Basi tunashukuru sana. Mjisikie huru nyumbani. Baba, jisikie huru nyumbani. Umekaribishwa hapa saa yoyote. Hapa ni nyumbani. Kwa muda yote ule unajisikia kufika, fika nyumbani, uko huru. Basi naona wakingali wanapiga mafoto, mupige tu mafoto ni bia bia. Ndio, mupige mafoto ni mupige mafoto ni bia. Ile moja asikie mzuri. Basi kama vile nilieleza kwamba ni nyumba ya maombi hii, mniruhusu tena tufanye maombi tena, tuwabariki hawa familia kabla tuendelee na mambo mengine. Itakuwa jambo la baraka sana, si ni kweli? Tuko na wachungaji biko hapa, ni mzuri sana kuheshimu mafuta ambayo wao viongozi wanabeba, kwa kuwa ni baraka sana. Unajua familia nyingi sana ziko zinakosa maombi, lakini maombi kikuwa nguzo katika hiyo hali yoyote ambayo tuko tunafanya, itakuwa jambo la baraka sana. Si ni kweli watu wa Mungu? Basi tunashukuru Mungu. Sijui kama unaweza niruhusu neno moja. Ndio, naweza kuruhusu baba, jisikie huru. Ndio. Acha twende kushukuru tena familia hii. Ndio. Na kwa kazi yote ambayo umepita leo, jinsi mlitupokea, umetukubali tuzaliwe katika familia hii. Kwa kweli tunashukuru sana, na tunajua tunakuwa huru sasa, tumekuwa watoto wa nyumbani, na hapa tunajua hakuna tena ile panya ambayo tutaogopa sema itatukula. Ndio. Yaani tunakuwa tumezaliwa katika nyumba hii. Mungu awabariki na mbarikiwe na Bwana. Amen. Asante. Tupigie watu wa Mungu makofi. Ningeomba kama mnaweza kukaa, inaweza kuwa vizuri, mnaweza kaa sasa kidogo. Kabla tufanye maombi ya mwisho, Mungu naona mimi naongea, siko peke yangu katika familia. Tuko wengi katika jamii. Nitaruhusu pia watu wawili watatu waongee kitu kidogo kabla tuweke maombi. Itakuwa jambo la baraka. Ndaanza na ndugu Mutula. Uko wapi? Mutula. Na tate pia nawe karibu, songa huku mbele, na Pastor Mani. Basi Mutula unaweza kuongea kitu kidogo na Pastor Mani atafuata, kisha tutamaliza na tate kabla tuombe. Asante, karibu. Karibu tena wandugu. Nafurahi sana kabisa kwa siku ya leo na kuwapokea nyinyi. Inafurahisha sana kabisa na nimefurahi sana kabisa. Na mimi nitakuwa mfupi kwa maneno yangu tu, ni kuhusu bofre yangu hapa, na kukaribisha sana nyumbani. Unakuwa miongoni mwetu. Kwa familia hii tuko wanaume tu wawili peke yake hapa Australia, lakini changa na wewe unakuwa watatu kwa familia yetu. Sasa tunakukaribisha kabisa, ujisikie huru. Saidi sisi ni washemeji yako, yani rasmi kabisa, bila kuogopa ama bila shida yoyote ile. So endapo kuna shida yoyote ile, tuko kama familia, kuja hapa nyumbani, ongea na sisi ili tumalize tatizo yenye itakuwa. Lakini kisi nimesema tu hapo, tunakukaribisha nyumbani, na pia familia yako pia inakuwa kama familia yetu, pia tunaikaribisha pia nayo. Tunakuwa ni wamoja sisi wote, tunakuwa wandugu. Kwa sababu gisi mmeoana hivyo, mmeweka undugu pamoja kati ya familia yetu na familia yenu. Hakuna tena utofauti, bali tutakuwa tunajadiliana kwa kila kitu yote ile. Tunakuwa familia, shida yenu inakuwa shida yetu, shida yetu pia ni shida yenu. Tunawakaribisha nyinyi wote kabisa kwa moyo mkunjufu nyumbani, na mjisikie huru. Hiyo ndio yangu tu ningependa kusema. Karibu kwa Pastor Mani pia. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Amjambo tena.
Nilitaka kuleta rambirambi zangu za shukurani kwa familia nzima, aswa sana kwa familia ya Bofu na pia Bofu wetu hapa kwa jambo la kuweza kufanya jambo muhimu sana, kwa sababu sio rahisi kuweza kulifikia hapo. Kuna wengine ambao wanaweza kufanya jambo kama hilo na wanapotea kabisa, hawataonekana. Sio wengi ambao wameweza kupiga hatua kama hiyo yenye amepiga. Antuka tumeshukuru kwa hiyo hatua, kwa sababu ni hatua ya kutuheshimisha na familia. Na nikiongea upande mwingine, yeye ni Bofu tena ni ndugu yangu, kwa sababu mimi ni Mlabwe. Kama vile kwa familia wa Labwe huwa hatuwachangi watu hivi. Huwa ni watu wenye tunajiheshimu. Na ile heshima ni mzuri na nimeiona na nimeshukuru sana. Nawashukuru nyinyi wote na pia ninamkaribisha sana akaribia kwe huru. Macho yetu iko tu hapa, ilikuwa ni Mutula kaka yangu mdogo ambaye alikuwa hapa, lakini sisi tuko Aubrey, huko ndio tunaishi Aubrey Wedonga, na tunafurahi sana kwa sababu hatuko wawili tena kama gisi ilivyoongewa na Petit Frere. Sasa hii tumekuwa watatu, na hiyo familia huko ni familia yetu, ni familia yetu zaidi ya Bwana, lakini tukienda tena kikabila sisi wote tuko pamoja. Amen. Si ndio? Ndio. Kikabila sisi wote tuko pamoja. Tukiangalia watate na watate walitoka mahali moja. Ninawashukuru sana, mubarikiwe sana, asante. Amen. Ate karibu. Karibu mama. Bwana asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu kwanza. Nasema asante kwa Mungu kwa sababu ni Mungu ndio anapenda kama tukusanyike hapa siku ya leo. Pia ninamshukuru Mungu na ninashukuru, cha kwanza mimi ni kama baba yake, ni kama shangazi yake, ni kama baba yake. Nasema kama niko na watoto karibu wangapi, niko na huyu mtoto wa mimi ndio mkubwa ya baba yake. Na huyu naye mwingine mwenye yuko hapa, mimi ndio mkubwa ya mama yake pia. Huyu Tula. Sasa ndio maana nasimama hapa pahali pa baba yake. Sasa ikiwa ninashukuru huyu mtoto kwa sababu amempata mume. Na ikiwa amempata mume wake, kupata mume kuwa na mume ni kitu kia heshima sana. Amen. Pia baba, kuwa na mke ni kitu kia heshima sana. Amen. Kabla mtu hajakuwa na mke, maana yake hajakuwa na nyumba. Ikiwa haujakuwa na mwana bwana yako, ungali ni kudharauliwa, lakini wakati unakuwa na mume utaheshimiwa. Na ikiwa ungali na mwanamke pia itakuwa ni heshima kubwa. Na zaidi najua kama unyumba ni kuvumilia. Mvumiliane katika unyumba. Mujenge. Sisi wazazi tukiona hivi tunafurahi sana kujengea watoto. Kuwa mtoto awe na nyumba yake. Na kwa hii nashukuru kwa sababu umeniletea baba kijana mwingine. Na huyo mshikane mikono sana. Mtu wa mahali mtakapokuwa. Ikiwa ni mashauri, ikiwa kuna kosa, mnakoseana, usibebe nje. Ikiwa kuna jambo mwenzako hakukufurahisha, kuna kitu, usinungunike wala ukimbie kwa marafiki, uulize marafiki. Muite peke yake, mwambie mimi sikufurahi na hayo unaniambia. Ninaongea mimi peke. Pia na ikiwa kuna jambo nzito, sisi wazazi tuko. Leta maneno yako kwa kimbia kwa baba na mama. Baba na mama wanapenda kujenga kuwa wajengie unyumba. Kimbia kwao, muulize mashauri kwao. Msiapeleke nje. Marafiki mengi, msiwe na marafiki mengi. Kuna warafiki wengine ule rafiki utambebea maneno.
labuda kuwa napenda uwe ndani ya ile unyumba. Labuda kupenda baba wewe uwe na huyo mwanamke. Mashauri atakupatia itakuwa ni mashauri ya kubomoa. Kwa sababu marafiki mengi marafiki mengi uharibu, mazungumzo mengi uharibu tabia njema. Na ni hivyo sasa mshikane mkono. Amen. Mimi nafurahi. Baba yako unaona jinsi alikuwa ananipenda. Sio kuwa anajua kama tutaachana. Sasa na hiyo Mungu akaona kama ni yeye wa kunipaguza mkuje haka huko karibu na mimi. Huyu akuje karibu na mimi, wewe ukuje karibu na mimi. Kwa sababu nakuwa sawa mimi ndio hadi pa wazazi wangu. Nasema asante kwa Mungu. Amen. Na mjenge na Yesu Kristo. Asante sana, karibu kwa familia. Naona wacha tusikie familia nayo kuna jambo la kusema. Karibu sana baba. Ndio. Acha tunashukuru kwa mambo yote ambayo yanapitika ni mazuri. Na sisi kwa ngambo ya huko najua kama labda tukitawanyika hapa watu wataanza kujiuliza mengi. Sasa bwana wale hapa tuwajua. Ndio. Tutaenda kusimamisha mtu mmoja wa familia ni Labwe. Ndio. Atupresente wengine wote wenye viko hapa Balabwe na wengine wenye viko hapa. Na labda kama kutakuwa neno ambao watasema, yeye ndo atajua sasa nani atasema neno. Karibishe Pastor Kiza ni Labwe hapa. Atuonyeshe hii nyumba ambayo imekuja kukamata moto hapa. Kama kuna baba tuonyeshe naye, kama nao watasema neno. Ndio. Awapatie neno fupi waongee kwa ajili ya hii seremoni ambayo imepitika hapa. Na waza itapendeza sana. Ndiyo. Karibu ni Labwe Kiza kwa kutuonyesha nyumba ambayo imetuleta hapa na wengine. Asante. Yesu asifiwe. Tunafurahi sana kuwa mahali hapa. Kuna nyumba nyingine unaweza kutembelea na wanakufukuza nje. Hawatataka kufika kwenye mlango. Lakini tulifurahi sana kuona kitendo ambacho Garsoto alifanya, lakini mkakuwa wepesi kutusamehe. Sisi hatuna mambo mengi ya kuzungumza. Nataka kusema tu ya kwamba baba yake mkwe na bitu wetu ni yule mwenye hapa anaanza kusimama. Pia mama yake mkwe naye yuko mahali hapa pia anaanza kusimama. Acha simama hapa hivi. Kuja hapa kabisa. Kuja hapa. Kuja kuonea hapa kwanza. Mashi wananiona acha nigeuke. Tatu ndio hivyo. Kama vile tata amesema, sikia kashida wakimbilia hao wawili. Basi hapa tuna mwingine mkubwa kama vile ulisema, kama ulikuwa naomba wakuja kusaidia. Pia tuna mkubwa yetu na yeye hapa ni huyu mzee. Tuna mama pia naye pale anasimama. Hapo ndo kwa hivyo hapo. Kama mtu anakuwa anajua Balabwe sahihi shabajua. Na mimi hapa ni mdogo yake ya mtama pale. Na tuna malobozi yetu naye pia hapa. Huyu na yeye tunaoya mmoja. Ndio kama amejificha yake kwa. Tuna mama mkubwa naye hapa. Bwana asifiwe. Tuna mama mwingine mkubwa hapa, mama yetu hapa. Naye kama vile ni mkubwa kwenye nyumba yetu. Asimame naye umuone. Na hiyo kutoka hiyo nyumba ile. Basi yule mwenye kwa pale ni mdogo wake. Huyo yuko kuone kesho. Sasa napigana vipasi hapo. Huyu ndo mkuu wake huyu. Na tukimwona huyu ni mkuu. Kama kuna kuku mkamate tu mnampatia. Amen. Basi naona watu hawakosaji wa ndugu. Huyu ni binti yetu. Lakini kaka yake huyu.
Ya Demai iko kule, Demai alicheza. Demai ana Wifi pia. Hakuyo huko naye. Kupitia na hilo na hao wengine unaona ni marafiki zetu. Mama mdogo amemsimamisha. Mama mdogo yeye alitoka. Mama mdogo lakini mgeta mkwe ni nani? Baba wa fi. Karibu baba. Sasa nafuatana hapo hivyo. Na huyo. Hauna vile pale na kuliwa nyuma hapo. Huyo. Na tata shaenda kama na tata sijali kamaona. Pia Bwana asifiwe. Pia tulikuwa tumeshirikiana na president wetu wa Fulero. Ndio. Anataka kusimama na iko pale. Huyo ndo baba yetu huyo. Hapo wanaona Mungu unaodonga au ni hao ndio president wetu. Basi na Mungu awabariki. Amen. Amen. Asante sana. Basi tunashukuru sana, nadhani tumeelekea kwa mwisho kwa kuwa tukingana mambo mengi ndio ambayo yuko mbele yetu, lakini tunasema asante kwa familia. Na kama vile nilitanguliza kusema ya kwamba njia iko wazi tayari. Mjisikie nyumbani kwa muda yote ile ambao mnaweza kupita, mpite mahali hapa, itakuwa jambo la baraka. Na pia tukingali na wasichana wengine wa mingi hapa, kama mna vijana wengine pia muwatume tena. Kama vijana wengine wako muwatume tena, itakuwa jambo la baraka. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kabla tupate kikombe ya maji ila kuwasaidia na kupata nguvu pamoja. Na sisi kama familia tulisema kwamba mkienda afadhali hata tuwazawadie kitu kidogo. Mgeni akienda na nabeba kitu kwa nyumba inakuwa baraka sana. Walitufunza kwamba mgeni asiwahi toka mnyumba hata bila kikombe ya maji. Basi na shika kama familia kuna kitu ambacho tuliandaa ambayo na sisi tutawakabidhi kabla tuchangie sasa maji pamoja, na tutakuwa tunafanya pia maombi ya kuombea hii jamii mpya. Nitakuwa jambo la baraka sana. Pastor, mtusaidia muniletee hiyo vitu mtuletea. Karibu. Sawa sawa. Nilipenda mngienda pia itakuwa baraka sana, ili msikose hata na nyinyi chakula njiani wakati mnaondoka katika hii nyumba. Na sisi tumeandaa chakula kidogo ili mkienda nyumbani basi mnaweza kusema kwamba kuna mahali tulikuwa na walitufungia kitu kidogo na sisi. Basi asante sana. Asante sana, tunashukuru kabisa. Tumeona kama tumezaliwa katika nyumba ambayo hamna njaa. Ndio. Na kesho tena tutakuwa. Ndio, karibuni sana. Tusichoke tu. Karibuni. Asante vijana. Mnajua kwa nini mnaweka hivi. Tunashukuru. Asante. Basi tutashukuru Mungu sasa na kuombea tu kinywaji ambao tuko nao pamoja yote kwa jumla, ili tukimalizia hapa nyumbani, basi tutawatamkia baraka hii familia yetu ambayo inaenda kuanza. Ni jambo la baraka sana. Ndio. Si ni kweli? Ndio. Basi hata tushukuru Mungu.
Baba Mungu, tunakupa utukufu, tunalibariki jina lako kwa kuwa wewe ni Bwana wa mabwana, na ulipendelea siku ya leo na ukaandika tarehe ya leo ya kwamba watoto wako hawa watakuwa katika nyumba hii. Basi kupitia neema ambao umetukabidhi kusanyika pamoja mali hapa, Roho Mtakatifu wa Mungu aonekane kuwazingira. Baraka za Baba Ibrahimu iwe sehemu yao katika maisha yao. Wanapotoka wakuwe baraka, mashambani wakuwe baraka, mjini wakuwe baraka, na uzao wa tumbo lao yote kwa jumla iwe baraka. Mahali kokote watakanyaga wapate kibali. Mlango yote watabisha wapate kibali mpya. Baba, tunakushukuru. Hatuna mengine ya kusema ila utasimama kuwa nguzo katika nyumba hii. Kuanzia tarehe ya leo kupitia manabii wa Mungu katika nyumba hii, wacha neema yako onekane kuwazingira. Mahali popote watakapoingia, Baba, sawazisha na kuwapatia faraja. Na lolote watakalo kwa wakilihitaji liwe rahisi kwao, na mikono yao sikaukiwe, na miguu yao sipungukiwe. Babariki na kuwatenda mema katika kila hatua moja kwa nyingine watakayopiga katika maisha yao. Basi mbele yetu tuko na kikombe ya maji ambayo tunaenda kupokea kwa jumla. Bariki watoto wako. Bariki chakula tunapopokea, tunaitakasa na kuipokea kwa shukurani. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Mungu awabariki.